Team Gulf, niliwaambia msiwe na shaka. Senator ashapatikana hapa. Sasa, hizo siku zilizopita huko nyuma, kulikuwa na video inatembea mtandaoni. Ambao mwanamke alilala na Waititu, huko Omani, sasa hivi ameuliwa. Wacha niwaletee umbea sasa. Hiyo ilikuwa ni scam. Habari zenu ndugu zangu wazima, I hope mko poa. Niliopo mbele yenu naitwa Sabina Martin Mariano, ni mwenyeji wa Tanga, lakini kwa sasa hivi ninaishi Omani, nipo Omani kikazi. Ninapenda kuwatoa hofu ndugu, jamaa pamoja na marafiki. Kuna picha zangu ambazo zinasambaa kwamba mimi nimefariki. Naomba niwatolee ufafanuzi kuhusu hizo picha au hizo video. Kuna mtu anaitwa Mona hapa TikTok. Tulipishana kauli au tuligombana. Huyu dada tuligombana kwa sababu hii. Yeye alitengeneza video akasema yeye anauza sex toy na anahamasisha wanawake wengine watumie sex toy. Na mimi nikatengeneza video nikasema, wanawake utu wetu uko wapi? Inakuwaje mtoto wa kike, mwanamke ambaye unajiheshimu, ambaye ni mama, unakuja mbele ya TikTok au mbele ya nini unahamasisha wanawake wenzako watumie sex toy, na wewe mwenyewe unajitangazia kwamba wewe unatumia sex toy. Nikasema utu wetu uko wapi wanawake? Heshima yetu iko wapi? Ikatokea sintofahamu kati yangu mimi na yeye, tukajibishana maneno mawili matatu. Akaahidi kwamba akaweka dau kwamba anatangaza dau la shilingi 200,000 kwa yoyote ambaye ana video zangu za uchi au picha zangu za uchi ampe ili azisambaze ili anizalilishe. Mimi nikamwambia, mimi kama mimi ni mama wa watoto 3 ambaye nimeacha wanangu huko, nimekuja Omani kwa ajili ya kutafuta. Kwa hiyo kwa video zangu za uchi hawezi kuzipata, kwa sababu ninajiamini, ninajiheshimu. Kama ni wanaume niliwacha huko nilipotoka. Kwa hiyo yeye kama yeye ameamua kutafuta picha ya mtu ambaye amekufa, akachukua na picha zangu mimi ambaye niko hai, akaambatanisha pale, akasema huyu dada amefariki nchini Omani, ametembea na bosi wake, kwa hiyo ametembea na mume wa bosi wake, kwa hiyo madamu wake akamtafutia vijana akawakodi, akawalipa ili wamuue huyu dada, kwa hiyo huyu dada amekufa. Kwa hiyo ndugu zangu, ninawatoa hofu. Mimi niko hai, alhamdulillah, Mungu bado anaendelea kunipa pumzi. Kwa hiyo ndugu zangu pamoja na jamaa zangu, ninawatoa hofu kwa yoyote ambaye ameona hizo picha kwamba eti huyu dada amefariki. Hapana, mimi sijafariki, nafikiri mnaniona. Nipo hai. Na kwanza mimi sio Mkenya, mimi ni Mtanzania, isipokuwa huyu dada mwenye upungufu wa akili ameamua tu kunitengenezea na kunizushia kwamba nimekufa. Kwa hiyo ninakanusha taarifa za kwamba mimi nimekufa. Na ninaomba yoyote atakayeiona hii video ajaribu kuisambaza kwenye magrupu mbalimbali, ili kila mmoja ambaye alipatwa na taharuki kwamba mimi nimekufa. Hapana, mimi sijakufa. Ni mtu tu mwenye upungufu wa akili ameamua kufanya hivyo. Mimi bado niko hai, ninaendelea kufanya kazi na nipo sehemu yangu ya kazi. Nafikiri mnaona bado nipo kazini. Niko hai, nipo kazini, mnaona. Nipo hai ndugu zangu, nipo kazini. Ni mtu tu ambaye kichwa chake kibovu ameamua kunitengeneza. Kwanza naomba mchunguze vizuri. Huyo dada hapo kwenye video aliyolala hapo chini na hizo picha zangu, je, vinaendana? Hao ni watu wawili tofauti. Nyie angalieni, hao ni watu wawili tofauti. Huyo dada ambaye anaonyeshwa hapo kwenye picha amelala hapo chini, na hizo video ambazo mnaonyeshwa mnaambiwa kwamba ndio mimi nimekufa, hao ni watu wawili tofauti. Amezunguka, amekosa picha zangu za uchi, amekosa video zangu za uchi ili anitangaze. Kwa hiyo amepata picha ya mtu ambaye amekufa, akaichukua akaunganisha na picha zangu mimi, anasambaza huko kwenye magrupu kwamba mimi nimekufa. Mimi niko hai, bado ninaishi. Namshukuru Mungu, bado anaendelea kunipa pumzi yake, na kama mnavyoona hapa bado nipo eneo langu la kazi.
Alhamdulillah, nimebakisha miezi mingapi tu nimalize, nirudi nyumbani niende nikawasalimia watoto wangu. Kwa hiyo hizi taarifa za kwamba mimi nimekufa, eti huyu dada ni Mkenya, alitembea na mume wa madamu wake akamkodishia wauni ili wamuue, sio kweli. Hizo taarifa mimi ninazikanusha, sio kweli. Asanteni sana.